Jambo mtazamaji wangu mpendwa, jina langu ni Abraham Msanga kutoka ukoo wa Abamachina. Ukoo ambao upo kwenye kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Malava, tarafa ya Shivanga, kata Silungai na kata ndogo ya Tombo. Abraham Msanga ni mwanawe Alfaeli Masai na Selina Cecilia Chende kutoka ukoo wa Abasongi kule Malava. Abraham Msanga ana mke mmoja kwa jina Sentry Silungi na wanawe wawili wa kiume. Wa kwanza ni Kingston Msanga na Kingston Msanga. Abraham Msanga ni mtoto wa saba na watoto wote ni 10, wote wangali hai. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Abraham Msanga ni mcha Mungu kwa sababu anashiriki kwenye kanisa la Wananuru Church Group of Light. Nampenda Mwenyezi Mungu kwa sababu amenitoa mbali sana. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali amenitoa. Haya yote inavyoonekana hivi na kile ninachokifanya ni kwa sababu ya mapenzi yake. Asinge kwa yeye, mimi sijui ningalikuwa wapi, lakini kwa sababu yake nina sababu ya kumshukuru. Abraham Msanga huyu amezaliwa kwenye familia chini sana ya kawaida, ambayo ilikuwa ikipigiwa mfano kwa wale wa familia zingine zile za kimaskini. Lakini kwa sababu ya mapenzi yake, kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya ule uwezo wa kutaka niendelee kuwepo, ni kwa sababu ya mapenzi yake aliyabadilisha maisha yangu, kwa sababu tulizaliwa tukiwa wengi, na unakumbuka mnapokuwa wengi watoto wanafuatana. Sasa kule kwenda shuleni ilikuwa tatizo ambalo, kwa sababu kila mwanafunzi alikuwa anajitia jitihada, lakini unapokumbuka wazazi wangu hawakuwa wanajiweza. Babangu alikuwa na kazi ndogo ile ambayo alikuwa akipambana sana. Alikuwa akikatamiwa kwenye kampuni ya Mumias na Nzoia. Na unakumbuka tukiwa wengi hivyo tunahitaji chakula, mavazi, lishe bora, tulale mahali pazuri na vile vile twende shuleni. Lakini kwa sababu ya uwezo ilibidi tupambane kwenye maisha yetu sana. Ilikuwa inabidi sisi sote tuungane kwa pamoja ili tuhakikisha kwamba mambo yako sawa. Mamangu naye vile vile kule nyumbani alikuwa akipambana. Alikuwa mfanyabiashara mdogo ambaye alikuwa akiuza maziwa ili hakikisha kwamba sisi tunapata lishe bora. Namshukuru sana kule aliko. Mungu azidi kumlinda, na nina imani kwamba Mungu alilaza roho yake pahala pema peponi. Mpenda sana, japokuwa nampeza, ila sina cha kufanya, nazidi kumwombea Mwenyezi Mungu ili sisi tulio hai tuzidi kuwa wazima. Alafu kwa kweli masomo yangu yalikuwa changamoto sana, kwa sababu unakumbuka mnapokuwa maskini huwa unapitia wakati mgumu, kwa sababu unapoamka asubuhi hata hakuna chamsha kinywa. Inabidi unapoamka unajiandaa, unaenda kule shuleni kawaida, unarudi nyumbani saa 7, unapata kila ambacho labda kipo kidogo, hata kama ni uji, mradi cha kushikilia tumbo, uhai uendelee. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa umbali huo.
na alizidi kuweka familia yangu pamoja. Licha ya kipato kidogo, alizidi kuendelea kuilinda na kuhakikisha kwamba tunapata elimu ambayo ni bora. Tulienda kwenye shule za kawaida. Mimi mwenyewe nilisoma kwenye shule ya kata kule nyumbani. Hiyo shule ilikuwa kwa kweli ilikuwa chini sana, walimu wa kawaida tu kutoka kule nyumbani. Hiyo shule ilikuwa kutwa. Nilikuwa nikienda na kurudi baada ya masomo yangu ya shule ya msingi ambayo nilianzia kule Tombo nikamalizia kule Hamtua. Baada ya darasa la 8 mwaka 2009, mwaka 2010 nilijiunga na shule yangu ya kawaida ile nyumbani kwenye kitongoji changu kule nyumbani, shule itwayo Tombo. Nikapambana, nikaenda kule shule ya Shamberere ambayo ilikuwa ni shule ya bweni. Nilipambana, majaliwa Mungu akaniwezesha nikapata grade ambayo iliniwezesha kujiunga na chuo cha walimu kule Kigari ambacho kipo kwenye kaunti ya Embu. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ametutoa mbali sana. Kwenye familia yetu tuna walimu 6. Na mwanzo tulikata tumaini, lakini kwa sababu Mungu alitupa sifa nzuri sana, hatukuwa tukikata tumaini. Sisi tulikuwa watoto wenye tumaini. Tuwezesha kwa angalau saizi tunaweza tukajipambania, na kila mtu Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kupata ama kupigania maisha yake. Kando na walimu kuna wengine, kuna askari, kuna wale waliosomea ufundi tofauti. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na vile vile nishukuru babangu Alfail Masai, alipambana sana, hakuvunjika moyo. Kile kazi ndogo aliyokifanya kule, licha changamoto zote, alikuwa akivumilia. Alikuwa mvumilivu sana kwa sababu alikuwa akipambana kule, anahakisha mambo yako sawa anakofanya. Akirudi kule nyumbani vile vile anahakisha mambo yako sawa, anatupa kila alichokuwa nacho, kwa sababu hakuwa mtu ambaye anapenda anasa. Angekuwa kupenda anasa, kile kipato kidogo alichopata, sidhani kama tungeweza kwenda shuleni. Sasa kwa sababu ya mapenzi yao, kwa sababu ya umoja wao, kwa kweli tumeweza kufika mahali ambapo naweza nikasema kwa kweli sio pabaya vile. Mungu azidi kutupa nguvu, atupa maarifa, vile vile atufungulie njia ya kuweza kusaidia wale wengine ambao hawajiwezi. Kwa haya yote nitakuja wakati mwingine nimpe habari zaidi kuhusu maisha yangu. Asante Mungu. Penda sana.